nyingi ambazo zinaweza zikasababisha wewe kuweza kuumwa na sikio ama na masikio. Na sababu hizo zinaambatana na matukio mbalimbali au na maisha halisi ambayo tunaweza kuishi, lakini pale unapoumwa na sikio, hebu jaribu kutumia dawa hizi hapa na utapona kabisa, na mwisho wa siku utaweza kunishukuru. Karibu sana hapa, nataka nikuelezee dawa ya kuweza kutibu masikio yako wewe mwenyewe ukiwa nyumbani na yaweze kupona kabisa, na mwisho wa siku uweze kuwa mzima wa afya njema, uendelee kufanya kazi kwa kulijenga hili taifa. Karibu sana. Bwana, nikwambie tu kwa wewe ambaye ndio umepita kwa bahati mbaya katika video yetu pendo kabisa hii hapa, niweze tu kukuomba ufanye jambo la kiungwana, uweze kubonyeza subscribe na alama ya kengele. Hapo tayari utakuwa mwanafamilia channel yako pendo kabisa hii hapa, ambaye inakuletea tiba asili pile panapokucha. Matatizo yako yote ambaye unasumbuka nayo unaweza kupata tiba kwa kupitia channel yako pendo kabisa hii hapa ya KBTV. Kujiunga nasi ni rahisi mno, bonyeza subscribe na alama ya kengele. Hapo tayari unakuwa mwanafamilia channel yako pendo kabisa ya KBTV. Ila kwa wewe mwanafamilia, mimi nikwambie tu endelea kuenjoy. Na shukuru pia kwa comment zenu kwa kuonyesha kwamba ushirikiano na ninachokifanya kinawasaidia, na Mungu aendelee kuwasaidia, na Mungu atubariki sana wote, tuweze kurudi kwenye afya njema. Mungu ni mwema na atatusaidia kweli. Karibu sana. Bwana, hawa unaoona hapa kuna viumbe wawili tofauti, ambapo kuna kiumbe wa kwanza ambaye anaonekana hapo ni kenge, alafu kuna mwingine ambaye ataonekana ambaye ni kuku. Viumbe hawa tunaweza kuwatumia kama kupata tiba ya sikio, na sio kwamba tunaanza kutumia sasa hivi, lakini ni tiba ambayo watu huwa tunaitumia, lakini wengi mnakuwa hamuifahamu. Lakini pale unapoweza kuifahamu utakuwa hausumbuliwi tena tatizo la sikio. Maana hapa kuna tiba mbili tofauti, na jinsi ya kuandaa dawa hiyo ya kuweza kutibu sikio lako linalokuuma sana. Maana sikio bana lina mtihani kweli kweli. Yaani sikio likikuuma, mara ukiwa na joto linauma, kukiwa na baridi linauma. Kiukweli huwa tunapitia wakati mgumu sana pale tunapoumwa na sikio, au tunapitia maumivu mengi sana pale tunapoumwa na sikio. Bana, jinsi ya kuweza sasa kuandaa tiba yako upendo kabisa uweze kujitibu mwenyewe hapo nyumbani. Kwanza inatakiwa uweze kutafuta kuku. Kuku ambaye anakuwa ni yule ambaye amekaribia kutaga, au ambaye anataga, ameanza kutaga hivi karibuni, labda ana mayai mawili, matatu, moja. Kuku huyo anafaa kabisa kuweza kukupatia tiba ya hilo sikio lako. Na mara nyingi nashauri uweze kupata kuku wa kienyeji, kwa sababu makuku hao machotara mara nyingi, au makuku wa kisasa mara nyingi wana chemical nyingi sana katika mili yao au damu yao, au katika tuseme mzunguko wake mzima wa nyama zake. Ana damu nyingi sana, kwa sababu kuna kuku hadi unakuta kila siku yeye anataga, kuku na wiki moja anataga. Kwa hiyo kuku kama huyo sishauri uweze kutumia kama tiba kwako, kwa sababu huwezi jua ni kemiko gani zilizopo ndani mle, na zinaweza zikakudhuru au zinaweza zikawa ni hatarishi tena katika hilo sikio lako. Lakini ukipata kuku wa kienyeji ambaye anaweza kujitegemea na kujilisha mwenyewe, au hata kama analishwa lakini au wa kienyeji, basi itakuwa ni nzuri sana kwa kuweza kutibu hilo sikio lako. Basi tiba ya kwanza uweze kupona sikio ambalo linakuuma. Yani likipigwa na baridi linakuuma, na vile vile yani unapitia maumivu makali ya sikio. Ukipata kuku ambaye anataga, kuku huyo unatakiwa unamchinja, ni kitoweo kama kawaida kitoweo, lakini ukifika ndani katika tumbo lake, katika ule mfuko wake wa mzunguko wa utumbo, au pamoja na mayai, utakuta mafuta yamejitengeneza kule. Kwa yule kuku ambaye anaanza kutaga, mafuta yanakuwa mengi sana, lakini yale mafuta yale jinsi ya kuyatengeneza unatakiwa unayatoa kiuangalifu, na uweze kuyaweka katika chombo kisafi, na mwisho wa siku unaweza ukayayusha kwa kuyachemsha. Ukishaweza kuyayusha kwa kuyachemsha mafuta hayo, basi moja kwa moja unaweza kuwa ndo umeandaa tiba yako ya kuweza kutibu sikio lako, au hayo masikio ambaye yanakusumbua, ambaye yanakuuma. Na namna ya kuweza kutumia, unatakiwa tu ukiisha yayusha tayari yale mafuta, tafuta chombo kisafi, hifadhi aidha kama chupa. Lakini pale matumizi yake unavyotafuta, unaweza ukatafuta pamba, kuna pamba special zinauzwa, au unaweza ukatafuta unyoya wa kuku ambaye ni msafi,
umeufanyia usafi wa kujitosheleza na ukaweza kuchovya. Ukichovya unadondoshea yale mafuta kwenye sikio yaingie ndani kabisa hadi kwenye ngome. Basi hayo masikio ya hilo sikio litaweza kwenda kupona. Kama ngome ilikuwa na shida, labda imechanika, ina mpasuko, basi inaweza kwenda kujijenga upya tena na ikapona na ikawa salama kabisa. Kama basi pia ilikuwa na vidonda, basi vidonda hivyo vinaweza kwenda kupona na ukawa salama kabisa. Tiba ya pili ni ya sikio ambalo linakuvuja usaha. Wengi sana wamepitia matatizo ambayo ya masikio ambayo yanatoa usaha. Mara nyingi hata wakienda hospitalini wanapewa dawa, lakini mwisho wa siku unakuta sikio hilo haliwezi kusikia dawa. Lakini sasa hapa bwana, huyo hapo ni kenge bwana. Huyo ndio tiba wa sikio lako hilo ambalo linakutoa usaha na moja kwa moja ambalo linakuuma na kukusumbua. Maana masikio wengi tunafahamu ni kiungo muhimu sana, ambao kama mtu ukikosa sikio aisee inakuwa ni mtihani mkubwa sana. Yani kama sisi ambao tunatembea, unaweza usijue hata kama kuna gari inakuja au usafiri wote au hatari yoyote, hata mtu anakuita alafu vinginevyo, yani ni ulemavu ambao kwa kweli unatupa tabu na kutupa unyonge mkubwa kutokana na kutokusikia hata mwenzako anakueleza nini au wenzako anasema nini. Basi inabidi sasa utengeneze dawa kupitia kenge. Kenge ni kama huyo unayemuona, kama haumfahamu kwa kumuona kwa sura, lakini kwenye picha nimekuonyesha kabisa au kwenye video yako pendo hii hapa, ili uweze kumjua kenge. Maana kenge naye bana ana msaada mkubwa sana katika hilo sikio lako ambalo linatoa usaha. Basi cha kufanya hapo, inabidi umtafute kenge. Kenge ni kenge tu, kenge yote utakayoweza kumpata, na kenge huyo sasa inabidi sasa umuue. Kama utakuwa na hiyo roho sijui, lakini utatumia mbinu zako zote ili uweze kupata tiba. Kenge huyo bana, ukishamuua kenge huyo vile vile ana mafuta ambayo ni tiba ya sikio lako linalotoa usaha ama damu. Kwa sababu ya kenge kuwa tiba, mafuta yake kutoa usaha ama damu, mafuta yake yana uimara au tuseme tuseme ni kama yana asidi fulani hivi ambayo ni kinga kwako, lakini asidi hiyo haikudhuru wewe. Asidi hiyo ukiweka ni kwamba inaenda kuua wale vijidudu ambao wanashambulia sikio lako na uweze kuwa salama na uweze kuwa mzima tena. Jinsi ya kuandaa hayo mafuta ya kenge, inatakiwa umpate kenge, na ukishapata kenge unamuua, unampasua, lakini mara nyingi mafuta yake hukaa pembeni kati ya kulia na kushoto. Ukipasua huku pembeni katika ubavu wake utakutana na mafuta. Vile vile pia kwenye utumbo unaweza kukutana na mafuta, lakini huku pembeni ndio huwa yanakaa mengi sana. Lakini vile vile mafuta hayo yanakaa na yani jinsi ya kuyaandaa, unayaandaa kama yale ya kuku ulivyokuwa nimekueleza. Unaweza ukayachemsha kwenye chombo chako kisafi kabisa. Na baada ya kuyachemsha kwenye chombo kisafi, basi hapo utahifadhi vizuri na utakuwa ukidondoshea matone. Aidha unaweza ukaweka tone lako asubuhi ukiwa umeamka, umetoka tu ile pale ukadondoshea. Ikifika mchana pia unaweza ukapitisha pamba kiutaratibu, ukasafisha ukadondoshea tena. Usiku wakati wa kulala ukalala vizuri, ukatekesha sikio ukadondoshea. Hata ukipata msaada kwa mtu anayeweza kukudondoshea hayo mafuta, basi mwisho wa siku utakuwa umetibu hilo sikio lako lenye tatizo la kuuma na kutoa usaha pamoja na damu. Kwa hiyo hapo utakuwa umepata tiba mbili tofauti ambazo zinatibu tatizo moja ambalo ni la sikio. Tiba ya kwanza ni ya kuku, tukumbuke ni lile sikio ambalo linauma, labda unahisi ngome imechanika na kadhalika. Tiba ya pili ni hii ya kenge ambayo unajua kabisa bana, sikio langu hili linaniuma na kuweza kutoa damu. Kwa hiyo mwisho wa siku unaweza ukajitibu na ukapona kupitia tiba hiyo ya kuweza kutumia mafuta ya kenge. Vile vile tuweze tuepuke kwa wale watu ambao tunajua kabisa matatizo ni muhimu sana. Tujaribu kujiepusha na matumizi mabovu ya masikio. Matumizi mabovu ya masikio ni kama yapi? Ni kama vile kuweza kusikiliza headphone au muziki kwa kupitia masikio, kupitia vile vifaa vya kuchomeka masikioni. Unasikiliza kwa muda mrefu, labda kutwa nzima, au umezoea ndo mazingira yako hayo uliojizoelesha. Ndugu yangu, wewe unayefanya hivyo mara kwa mara kwa muda mrefu, basi masikio yako yatakuletea matatizo, kwa sababu vile vile huhitaji kupumua na huhitaji kuingiza hewa safi, lakini unavyoyaziba
na kuyatengenezea joto ama mvuke ambao unakuwa kule ndani, na vile vile kuyapigia kelele kwa ukaribu kama hivyo, mwisho wa siku ndio vile unaambiwa bwana unaharibu ngoma yako. Basi hizo ni tiba ambazo ni bora kabisa, ambazo zinaweza zikakusaidia wewe, na pale unapoona hazikusaidii kabisa, inabidi sasa uende hospitali, kwa sababu kuna matatizo pia mengine ambayo yanaweza kusababisha sikio lako hilo likaanza kuuma. Ukasema sikio linauma, kumbe tatizo limeanzia aidha kwenye koo ama ndani zaidi ya sikio, kwenye shingo. Kuna vitu tofauti tofauti na kuaga matezi, majipu ya ndani kwa ndani, huwezi jua, lakini ukionapofika hospitalini unaweza ukapata vipimo na waweza wakakueleza tatizo lako kubwa ni nini au ni kitu gani ambacho kinakusumbua. Tuepuke sana kutumia matumizi yasiyo mema kwenye masikio yetu, na tuepuke sana kufanya kazi kwenye vumbi kali ambao unakuta sikio linajaa mavumbi huko ndani. Ikiwezekana tafuta kitu cha kuweza kukinga masikio yako, kama vile mnavokingaga pua usiweze kuvuta vumbi jingi, basi vile vile tafuta kitu cha kuweza kulinda masikio yako yasiweze kuja kukusumbua sana. Masikio ni hazina, masikio ni mtaji, masikio ni uhai, masikio bana inawezekana bila ulemavu. Karibuni sana, nadhani wengi mmefurahia na mmeenjoy katika video yenu pendo hii hapa niliyoweza kuwaelezea dawa ya sikio. Mpaka katika video ijayo, basi niwaambie kwaherini.